mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Mimi mbele yangu niko na mchambuzi Upete, tunakwenda kuyazungumza ya kimichezo zaidi na burudani. Kwanza nianze hapa kwa kukupa pole ndugu yangu. Pole ya nini? Mimi sijafiwa. Ameniuliza pole ya nini? Miongoni mwa pole ambazo nazokupa, kuna siku tuliwahi kufanya interview pale katika uwanja wa KMC. Ukanambia unaiona mbali Al Ahly ikifanikiwa kufuzu mpaka hatua ya fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Ndio maana nimeanza kukupa pole. Experience ametibua mipango. Imetokea kunguru kumnyea mtu. Uwezo ukasema kipimo cha shabaha, inatokea tu hivyo ya. Unadhani walikuwa bora zaidi experience kudhidi Al Ahly? Nafikiri hivyo. Ni fair kusema hivyo. Ahly nafikiri walijaribu kila kitu lakini haikuwa maridhia basi. Tuzungumzie bwana mchezo unaofuata wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo mkubwa kweli kweli ni kati ya Azam FC lakini dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kipi ambacho haswa tukitarajie katika dabi hii ya Mzizima dabi? Itakuwa mechi nzuri kwenye matarajio na nafikiri pia itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu kila mchezaji atakuwa anajaribu kudeliver kwenye performance iliyo bora. Lakini zaidi kwa sababu kila mchezaji atakuwa anajaribu kumuonesha mwalimu kwamba anaweza kufanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo ukikumbukia pia hii ni raundi ya mwisho, wachezaji wanajua kuna msimu wa usajili na vitu vingine vya namna hiyo, lazima watajaribu kutengeneza attention ya timu nyingine, lakini pia collapse nzuri kwa ajili ya national team. Nafahamu kuna vitu vingi ambavyo vinatokea mbele hapo. Kwa hiyo kila mchezaji ni wakati wake wa kujaribu kudeliver na kuonesha kitu cha tofauti. Mchezo wa kwanza Simba walipoteza wakiwa nyumbani dhidi ya Azam FC. Unawaona kwenda kupoteza tena kwa mara nyingine? Nikinukuu kauli yako ambayo ulishawahi kufanya mahojiano na chombo fulani, ulisema unawaona Simba msimu huu wakiwa bora na haswa katika dirisha hili la usajili, dirisha dogo. Pengine unaiona timu hiyo kwenda kupambana na Azam FC, kwenda kuchukua alama na kurekebisha makosa mbalimbali ambayo waliyafanya katika dura raundi ya kwanza? Inawezekana kwa sababu ndio maana wanaajiri walimu, na mwalimu aliyekuwepo wakati Simba wanapoteza, sina kumbukumbu kama alikuwa ni huyu, sina kumbukumbu hiyo, lakini nafikiri kuna improvement kubwa ambazo zimefanyika na improvements hizo nyingi zina target kujaribu kuiongezea makali team. Sasa katika kuiongezea makali team kuna improvements ambazo zinaonekana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukisema labda ni improvements ambazo zina target kuiongezea team, ni kweli inaonekana hivyo kwa sababu timu kweli inaonekana imeimarika, lakini mwisho wa siku kinachobaki si swala tu la improvement, ni swala pia la wachezaji mmoja mmoja, namna gani ambavyo watakuwa na mapokeo ya mchezo wenyewe, mchezo mmoja mpaka mchezo mwingine, kwa sababu at the end ni swala la kuhakikisha timu ina perform, timu inapata matokeo na kila mmoja anajaribu kuonesha kile kilicho bora. Kwa hiyo ukichukua vitu vyote hivyo vinakupa sababu kwamba inawezekana tukashuhudia mechi ngumu tofauti na ile ya mzunguko wa kwanza ambapo Simba alipoteza bao 2 kwenye mechi ambayo pengine angeweza kupoteza zaidi ya bao 2. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni tofauti, test tofauti, uchezaji tofauti, confidence pia imegrow up kwa upande wa Simba, na nafikiri hiyo inawezekana inafanya mechi kuwa nzuri. Unadhani kipi haswa ambacho kimeongezeka kwa upande wa Simba Sports Club kutoka ile duru ya kwanza na hii ambayo imefanya usajili katika dirisha dogo? Kilichoongezeka ni ubora wa wachezaji mmoja mmoja waliosajiliwa, pia wamekuja kuboost up confidence pia ya kucheza, kwa sababu wakati mwingine hamfungwi kwa sababu ni wabaya, mnafungwa kwa sababu hamna confidence tu. Kila mchezaji anaogopa mpira, kila mchezaji anaona mechi ngumu na vitu vingine vya namna. Lakini ni tofauti kama kuna kundi kubwa la wachezaji ambao wanaona kwamba tunaweza tukashinda hii mechi yetu and so whatever. Kwa hiyo nafikiri hilo pia lilikuwa bora. Tuanzie kwa kuzungumzia hapa kwenye eneo moja baada ya eneo jingine. Tuanzie kwa upande wa golini. Kasila, Aishi Manula. Milango itakuwa salama sana. Hakuna shaka kwenye eneo hilo. Though goalkeeper Simba nafikiri kuna kitu kidogo tu anachotaka kwa adjust. Kwanza mpira anapouanza mara nyingi anaanza kwenye eneo ambalo Kagoma amempa mgongo opponent, lakini hajaskani. Sasa lazima wajue wachezaji wako kwamba wewe nikimwanzia huu mpira namna gani ambavyo utakuwa salama, ama usalama wake ni mkubwa kwa kiwango gani. Then unaweza kaona distribution yako pale golini
itakuwa bora kwa kiwango gani kulingana na opponents wao. Vipi kwa upande wa eneo la defensive kwa timu zote mbili? No doubt ni maeneo ambayo yamekamilika zaidi kwenye timu zao. Upande wa Simba Roshin Derrière pamoja na Ismail Toure, lakini kuna mtu kama Laundry Zozwa kwa Azam na Yeson Fuentes ama Twalib Nur, wote wanaweza kadeliver kiwango bora, kwa hiyo sina mashaka kwenye eneo hilo. Kija kiungo James Akaminko, Hemedi Mkami wamekuwa na kiungo kizuri sana kwa Azam FC, improvements zinaonekana, lakini kwa Simba pia kuna improvement though. Yusuf Kagoma mbaki kama isolated kiasi na Alassane Kante wana improvement pia, lakini ukizungumzia heavy ya eneo la midfield nafikiri Azam wanakuwa up kidogo, kwa sababu Simba kitoka Kagoma labda ingia Nabi Kamara, lakini bado aina ya uchezaji wake huku ni tofauti. Kutoka James Akaminko bado kuna watu wengine ambao wanaweza kaenda wakabackup Yahya Zaidi, Saji Kanute, Adolf Bitegeko, wote wanaweza kadeliver performance kubwa. Kwa hiyo nafikiri huo ndio tofauti mkubwa. Vipi kwenye eneo la ushambuliaji? Tunashuhudia kwa upande wa Simba wanasimamisha kama namba 9 ambayo ni Kivuri kwa muda wa dakika 45. Lakini kwa upande wa Azam FC huwa wanapenda kumtumia Jephte Kitambala Bora kama typical namba 9 ambaye anakwenda kuadhibu timu pinzani pamoja na Ngita. Hili kwa upande kwenye namna ya kutikisa nyavu. Sasa kwenye upande wa kufunga, Azam ana faida kwamba mastriker wao wengi wanafunga. Jean-Jacques Ngita ana uwezo wa kufunga. Jephte Bola Kitambala aliwasumbua sana Simba kwenye mchezo ule sababu ya mwili wake anaweza kuegamia na nini. Lakini kutokea pembeni basi makali hapo zaidi Simba. Ura Anisen Alibasage, lakini sometimes hata ukimtumia Clatous Chota Chama bado anaweza kudeliver kwa ukubwa wake na kwa performance iliyo bora. Ndio maana nasema kwenye maeneo ya pembeni yes, Simba atakuwa bora, lakini pale juu kwenye kirungu Azam na machaguo mengi yaliyo bora zaidi. Mbali na hapo sasa, tutarajie eneo gani ambalo wadau watakwenda kuenjoy mpira kwa siku hiyo, na unadhani ni eneo lipi haswa ndio linaweza kwenda kuamua mechi katika mchezo huu? Holy midfield. Holy midfield. Kiungo kitakatifu kinaweza kuamua mechi. Kiungo ambacho hakitakuwa na makosa mengi kinaamua mechi, kwa sababu you never expect utapata nafasi nyingi sana kwa aina ya uchezaji wa mabeki wao. Ni watu stiff kidogo, si rahisi kupata nafasi nyingi sana, lakini nafikiri midfield yao kama itakuwa na utulivu, kuna nafasi kubwa kuweza kushinda. Vipi mbio za ubingwa sasa kwa namna unavyotazama Young Africans, Simba Sports Club pamoja na Azam FC? Wewe karata yako unampa nani hasa kwa namna ambavyo unatazama Young Africans wanapokuwa wanacheza, Simba Sports Club wanapokuwa wanacheza, lakini pia vile vile lakini pia vile vile kocha wa mpira huyo sasa ukamuuliza story zangu anazijua vyema. Kasim Liogope kocha, watu wananipuuza wanasema siwezi kufundisha kabumbu. Mpuuze. Bwana, tutarajie kwenye ushindani wa ligi siwezi kugambo nani atakuwa juu nani atakuwa chini, lakini ambacho naamini competition itakuwa kubwa kwa sababu ya aina ya mechi zinavyochezwa. Yanga anapopoteza alama, Simba anaangusha alama, that is a league inapoweza kuwa bora. Kwa hiyo ligi kwa bora, nafikiri yoyote ambaye ataendelea kuangusha alama, hizi sare hizi zikizidi, lazima utajikuta kwenye mazingira magumu. Nani unampa garantia kwa bingwa msimu huu? Bado nitakuwa mbali sana, nitakuwa mbali kwa sababu naona kama ni mpira bado upo katikati sana. Mechi ya 16 hii kaka. Nitakuwa nadanganya hata mbele za Mungu. Shukrani sana. Shukrani.